Wewe toka. Wewe. Nisikilize mdogo wangu. Naomba utoe hiyo takataka yako huko chooni. Yaani kabla sijabadilika. Na nadhani unanifahamu vizuri. Yaani ndo sahari nyingine kabisa. Haina kunguni, haina chawa. Toa upuzi wako kwa nani? Kaka, mbona mimi sikuelewi? Kwani na huyu mnafahamiana? Uone takataka. Yaani huyo ni mtu ambaye alikuwa anamtafuta kwa kipindi kirefu sana. Na usichokijua sasa, yeye ndo kanitangazia mtaa mzima na dunia nzima inajua mimi nimekufa na nilishazikwa. Mtoe. Naomba mtoe bwana. Halo. Ndio afande. Naweza nikafika ndio kwenye majukumu. Bila shaka. Sawa afande. Nisikize nikwambie wewe. Unajua siku zote ukicheka na nyani utakuja kuyavuna mabua. Alafu wewe siku zote nakuchekechekea unajua kunijua vizuri eh? Una bahati sana. Nimepata simu ya kazi. Sasa naenda kazini. Nikirudi, yaani ukiniona nimeingia hapa nimerudi, jipange sawa sawa kama Rozi Mwando. Wamshenze mtoka humo ndani. Njoo huku. Hivi wewe mwanaume wewe unataka kunigombanisha na kakangu? Haya, wewe udalali wa kudalalia watu umeanza lini? Naongea na wewe, udalali wa kudalalia watu umeanza lini? Naomba uondoke. Maana ninamjua kakangu asije kukua hapa mbele yangu. Toka! Ushantibua sasa hivi. Nimeona simu zako. Hebu niambie kuna shida gani? Afadhali hata umekuja. Maskini ya Mungu, nakuonea huruma. Angalia unapopata shida. Ila hata ungenikubalia mimi ushauri wangu, yote haya singekukuta. Nilikwambia achana na dada yangu mimi kashaolewa. Ana mume wake lakini ukutaka kusikia. Sasa tuachane na hayo. Sasa si Madina mume wake kasharudi. Huu ni wakati wetu mimi na wewe. Wakujilimbwasa. Ni wakurudisha mapenzi yetu yaliyokuwa yameisha kipindi kile. Nimekwambia toa mkono. Basi sikiliza. Wewe. Huu ni muda wangu sasa wa kuongea ili unisikilize ninachokiongea. Nimekuheshimu. Mpaka kufika hapa nimetumia muda wangu kwa kuheshimu sana. Ningekuwa nafanya shughuli nyingine huko. Nikategemea kuna vitu vya msingi ambavyo unakuja kunieleza. Sawa? Lakini kumbe unachokuja kuongea ni pumba tu. Hivi. Unajua mimi ni jinsi gani nilivyokuwa nampenda dada yako? Unajua ni jinsi gani Madina alivyokuwa amekaa kwenye moyo wangu? Unajua nimempambania vipi Madina? Kwa hiyo kumbe wewe muda wote kumbe ulikuwa unalifurahia hata hili ambalo limeweza kunitokea mimi. Kumbe kwako ndio ilikuwa furaha yani. Ukifikiri kwamba kwangu itakuwa kiurahisi kunipata. Lakini unajua mimi nakupenda. Nimekwambiaje unanielewa Kiswahili? Nitumie mikono, si ndio? Niachie. Nikiongea Kiswahili wewe unanielewa. Nikiongea Kiswahili niwe naeleweka. Sasa sikia. Yule mpuuzi sikataka kunikomoa. Na kanikomoa yani pakubwa. Nitakachokifanya kitu kimoja. Wewe na hao ndugu zako
ambao mnajitia nyinyi ni wajanja sana, mna akili nyingi sana. Kuna watu ni sungura kuliko hata nyinyi. Kuna watu ni machizi hata jinsi mlivyochanganyikiwa nyinyi hamfikii hata robo yani. Sawa? Mimi sio mjinga. Na akili zangu ninauelewa na nimesoma baadhi ya vitu na vifahamu. Mtanirudishia mali zangu. Hiyo taarifa kawaambie na hao wapuuzi wenzio. Yaani vitu vyangu lazima virudi. Sitokubali. Mimi sio mjinga. Na sitokubali katika hili kabisa, yani sitoweza kukubali. Na kuhusu swala la mapenzi wewe na mimi haiwezekani. Nadhani umenielewa. Hasa kama umtaki huyo Majina, si umpe talaka yake. Moyo wangu umempatia mwingine, wai. Penzi langu umempatia mwingine, wai. Ulishindwa subiri kuziheshimu hisia zangu, ukampa mwingine. Yani ukanikatiri kile kichaka cha penzi langu, kakifeka mwingine. Ukaona sawa na ukabeba mimba, wataka kumzalia yeye. Haya, bora niwe simba, wanyonge ni watete mwende. Simamia haki ikawapati imara, nimeshafika ila najua. Kenda Mariam, mwenzako nimeona nimekaa nimewaza, nimeskuti, nimeumiza akili. Nimeona na mimi niwe na maamuzi yangu. Kwa sababu hata mimi ni mtoto wa kike na naweza nikaamua cha kwangu na mtu mwingine yote asipinge. Kama yapi? Mimi nimeona bwana, ni bora niende nikadai talaka kwa wanaume wote wawili. Yaani niende kwa Mwagito nimwambie nipe talaka yangu, niende kwa Pepe nimwambie nipe talaka yangu. Nahitaji kuwa uhuru na maisha yangu. Yaani nataka niishi uhuru kabisa, sitaki shida na mtu. Nataka nianze upya pale nilipovuruga, nianze kusahihisha makosa yangu. Nimefanya mengi sana ya hovyo. Yaani sasa hivi nahitaji kuwa mtu tofauti kabisa. Hivyo una akili kweli wewe? Sawa, utamwambia Mwagito akupe talaka, Pepe atakupa talaka. Haya shoga. Shogile na hilo tumbo lako anakulea nani? Unaniona mimi mwenyewe sina be wala sina te. Eti wewe mwenyewe urudi hapa kula tena juu yangu. Maidia, sio kweli. Kwa hiyo da Mariamu, unataka kuniambia kwamba mimi pamoja na hiki kiumbe ambacho nimekibeba, tukija kuishi katika hii nyumba humu ndani ambako ni nyumbani kwetu, tutakuwa mzigo? Tena sio mzigo. Hilo ni furushi. Yaani wewe yaani sijui yaani niongee nini. Imradi wewe unielewe. Sasa kwa akili yako utakaporudi hapa, mimi sina kazi, sina kibarua. Wale ndo tegemezi letu. Tunategemea tukimpiga Mwagito, tukimpiga Pepe tunapata riziki, tunaishi, maisha yanaendelea. Sasa unavyotaka talaka, anakulisha nani? Hivi kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hicho lakini? Yaani huyo mtoto wangu atakuwa anakula kilo ngapi mundani? Au mimi mwenyewe nitakuwa nakula magunia mangapi ya mahindi? Lakini mbona unakuwa na roho mbaya kiasi hicho ambacho yani hata ufanani maskini ya Mungu, Mimi ni damu yako, lakini kumbuka kwamba mimi ni mdogo wako, Basi sawa, unaona yote haya ambayo yamenitokea katika maisha yangu, ama vitu vyote hivi ambavyo nimeharibu sasa hivi najutia, labda unaona kama vile wewe ni furaha kwako, yani unafurahia ama? Kwa sababu mimi sikuelewi, unahisi labda yani mimi kuolewa kwamba ndo kitega uchumi, yani mimi unaniuza sasa kwa maana hiyo. Ili mimi niweze kuleta pesa. Wewe kwa Mwagito uachiki, kwa Pepe uachiki. Utake usitake. Tena usije ukaniambia wa ujinga wako. Sitojali una hali gani. Kunapoelekea naweza nikakutia makofi sasa hivi. Halo. Wapi? Sasa hivi? Nakuja hapo nisubirie. Na usinipelekeshe bwana, nimekwambia nakuja. Wewe.
jichanganye, nitakuzingua. Jamani, lakini mimi pia nina haki zangu jamani. Hapa ni nyumbani kwetu, nina haki ya kuishi hapa. Kwani mimi mwenyewe ni sina mikono kusema kwamba nitashindwa kujitafutia riziki jamani? Yaani sasa kwa nini nimeachwa na ndugu ambaye yani hajali hata thamani yangu mimi Kwa nini lakini anaamua kunifanyia hivi dada? Yaani ananinyanyasa mimi kwa ajili ya hiki kiumbe, au sio? Kaka, nipo huku. Ndio nimesharudi sasa. Maana nilikuahidi, nikwambia ukiona sura hii imerudi, basi ujipange. Ulikuwa unafanya nini huko ndani? Nilikuwa nawekea kuku chakula. Ulikuwa unawekea kuku chakula au ndio umemficha upumbavu mwenzio huko? Nisikilize nikwambie mdogo wangu. Naomba uingie kwenye ile banda la kuku. Umtoe huyo mtu unaondoka naye. Naomba uingie umtoe bwana. Kaka hapa hayupo. Hayupo kaenda wapi? Muda ule ulivyokuwa umefoka, aliogopa kaondoka. Lakini kaka, msamee. Unajielewa vizuri mdogo wangu wewe? Hicho unachokizungumza unakisikia vizuri? Alafu mbona tabia za kipumbavu wewe? Nilitaka nikupeleke jeshini. Kukutaka. Matokeo yake ndo hayo. Ungekuwa mwanajeshi saizi wala tabia hizo usingekuwa nazo. Yaani ungekuwa ni binti fulani hivi mkakamavu, shupavu, mapenzi ya kusumbui. Niangalie mimi kaka yako. Lakini umelikataa jeshi, umebaki mtaani, matokeo yake ndo kama hayo sasa. Mara Nyasobo, mara Juma, mara sijui nani. Nisikilize wewe. Hii vita ndo kwanza imeanza. Tena niangalie kwa makini sana. Unanielewa Waswahili nakwambia hivi, ogopa matapeli, nyumba haiuzwi hiyo. Kama nina uwezo wa kupigana vita, Iraki huko, Pakistani, Darfur, sishindwi kumtafuta mpuuzi mmoja tu ambaye ananichafulia mimi hali ya hewa. Sasa nakwambia mdogo wangu, hii aishi mpaka iishe. Unanielewa? Kama ulimficha na ukamtoa hapa, basi nazunguka mtaa kwa mtaa, nihakikishe mpaka namkamata. Na nikimkamata malizi hapo. Wewe vipi? Mariam, nimekuita hapa ili tuweze kuongea jambo moja. Ni mwezi hapo unaponiona niitekwa na yule bwana Mwagito, akidai kwamba anataka arudishiwe mali zake zote na gharama zote alizozitumia kwa mdogo wako Madina. Jamani, sasa tunafanyaje jamani? Yaani mimi kila siku mabala kuanzia nyumbani mpaka nje ya nyumbani. Mbona hivyo jamani? Yaani yote umeyataka wewe. Yaani wewe unyango ndio ulioniponza mimi, maskini ya Mungu. Yaani tamaa hizi jamani. Hadi mimi mwenyewe nashindwa kuelewa hapa. Maana amenipa siku hizi siku 3. Akitaka mali zake zote. Nataka kuelewa lolote. Afu yeye bwana yupo serious kabisa. Kwa hiyo sapo, nakuomba ufanye hii kazi hiyo jambo. Mimi naondoka. Jamani. Tamaa zimeniponza mimi jamani. Hizo hela siku 3 mimi nazipata wapi? Kama sio kwenda kunjunjika kulipa madeni saa hizi.